Topic namba 89: kuishinda dunia, fursa bora zaidi ya kujiunga na Pi Network. Wapendwa pioneers duniani kote, wakati huwezi kuelewa hali fulani, ni muhimu kubaki mtulivu na kuwa mnyenyekevu wa kutosha kusikiliza. Una uhuru wa kufanya maamuzi yako mwenyewe, lakini kufanya hivyo bila kuelewa kunasababisha wasiwasi. Leo, ikiwa unataka kuepuka wasiwasi, unahitaji kuwa na moyo wa ukweli na uaminifu. Bila moyo wa ukweli, haijalishi utapewa maelezo mangapi, uelewa wa kweli utakuepuka. Kwa mtazamo wangu, maendeleo yetu kuelekea kufikia GCV yanaendelea vizuri sana. Ninaona uwezo wa GCV na tutaufikia hivi karibuni iwapo pioneers wote wataelewa umuhimu wa juhudi za pamoja. Hekima na maono ni mambo muhimu katika safari hii. Kwa sasa nina shughuli nyingi za kazi za kodi, hivyo sina muda wa kujibu maswali ya pioneers moja. Nimehamishia majukumu yote ya usimamizi kwa kamati kuu ya utendaji ya GCV duniani ili niweze kujikita kikamilifu katika elimu ya jamii. Nawahimiza msome ujumbe wangu kwa makini, kwani utawasaidia kupunguza wasiwasi wenu. Majibu mnayoyatafuta yanapatikana katika makala zangu. Ni muhimu kutambua kuwa mafanikio ya Pi Network hayahakikishwi na chombo kimoja tu, hata Pi Network yenyewe. Pi Core Team inafanya kazi kama idara ya uzalishaji. Iwapo tunataka kupata faida kutokana na bidhaa zetu, tunahitaji pia idara ya masoko. Hapa ndipo jukumu la pioneers linapokuja. Sisi tunawajibika kwa masoko ya sarafu ya Pi na teknolojia ya blockchain ya Pi katika mfumo wa Web3 duniani kote. Sisi si tu kwamba tunatangaza blockchain ya Pi na jina lake la mtandao, bali pia tunatangaza sarafu ya Pi na GCV. Jamii yetu tayari imepiga hatua kubwa katika hilo, na sasa ni wakati wetu kupanua juhudi za masoko kwa hadhira pana zaidi. Sasa, tuzungumzie kuhusu bei ya Pi kwenye soko la kubadilishana sarafu. Pioneers, tafadhali eleweni kuwa lengo letu si kuongeza bei ya Pi hatua kwa hatua kama sarafu nyingine za kidigitali za kawaida. Lengo letu ni kutumia bei ya sasa iliyopo chini kama fursa ya kuimarisha jitihada za masoko. Bei ya chini inaruhusu pioneers wengi na watumiaji wa nje kujiunga, hasa tukizingatia kuwa tuna mnada wa majina ya mtandao unaohitaji angalau Pi 10. Waraka wa Pi Network unaelezea lengo la Pi kwa sarafu ya kimataifa. Lengo letu si tu kwamba watu wote bilioni 8 wawe wamiliki wa Pi, bali angalau nusu yao, yaani bilioni 4. Ili kuifanya Pi kuwa sarafu ya dunia, tunahitaji kuvutia watumiaji wengi zaidi, wakiwemo wafanyabiashara na wateja, na kujenga mazingira haya ya kiuchumi. Kwa hivyo, ni jukumu la haraka la pioneers kufanya kampeni za masoko zitakazowashawishi wafanyabiashara na wawekezaji kushiriki katika minada ya majina ya mtandao. Majina haya ya mtandao yatawaunganisha wafanyabiashara na teknolojia ya blockchain ya Web3 na kuwapa faida kubwa dhidi ya watumiaji wa Web2. Hivyo basi, tunawaalika kila mmoja kununua Pi kutoka soko la kubadilishana na kujiunga na Pi Network. Upanuzi mpana wa matumizi ya Pi ni muhimu katika kuimarisha hali yake kama sarafu na mfumo wa kiuchumi wa kidijitali ulio huru. Kwa sarafu kuwa imara, inahitaji kuwa na utulivu wa thamani. Hivi karibuni, kuachiliwa kwa wallet nyingi zilizokuwa zimefungwa kumesababisha kushuka kwa bei, kwani pioneers wengi wa awali waliopata uhuru wa kutumia Pi yao wameamua kuuza. Ili kusaidia Pi kufikia hadhi ya kuwa sarafu imara, tunahitaji kuhakikisha uthabiti wake. Tunawezaje kufanikisha hili? Kwa kununua kutoka kwenye soko la ubadilishaji na kujizuia kuuza hadi thamani ya GCV itakapofikiwa. Lengo letu si tu kupandisha bei, bali kuhamisha utajiri kutoka kwa wale wasiotambua thamani ya Pi kwenda kwa wale wanaoiunga mkono kwa maendeleo ya muda mrefu. Huu ni wakati wa uhamishaji wa utajiri. Hivyo basi, bei ya chini ni faida kwa sisi sote. Sasa si wakati wa kuuza, ni wakati wa kununua. Mara tu tutakapotekeleza GCV kwenye source code, utapata fursa ya kuuza baadhi ya Pi zako ili kupunguza matatizo ya kifedha au kununua nyumba, gari na kadhalika. Mara tu tutakapofanikiwa kuhamisha utajiri kwa wafuasi wa GCV au watumiaji wa nje, tutaweza kuleta utulivu wa bei sokoni. Hii ni kwa sababu wafuasi wa GCV wana imani kubwa na Pi, jambo ambalo linaweza kusaidia kuifanya Pi kuwa stablecoin kwa kutumia thamani ya GCV. Kumbuka, dola za Kimarekani 314,159 tayari zimewekwa kama thamani thabiti kwenye source code. Thamani hii inawakilisha Pi kama sarafu, huku bei ikiwa ni kiwango cha ubadilishaji katika soko kama sarafu thabiti. Kwa hiyo, tafadhali usikatishwe tamaa ikiwa bei sokoni itashuka, kwa sababu tayari tumeshaiwekea thamani thabiti ya Pi. Badala yake, tuwe na matumaini. Kama nilivyosema, thamani ya Pi inaweza kudumishwa na jamii ya Pi Network.
Sasa kwa kuwa Pi Network itafunguliwa kwa dunia nzima, tunahitaji kuhakikisha kwamba bei ya sokoni inalingana na thamani yetu thabiti ya Pi. Ulinganifu huu ni muhimu sana kwa sababu watumiaji wa nje mara nyingi huona soko la kubadilishana kama chanzo pekee cha kuaminika cha bei. Kwa kuwa Pi Core Team haiwezi kudhibiti au kuathiri bei kwenye soko, inategemea Pioneers kusaidia kulinganisha bei. Juhudi hizi ni muhimu ili kuhakikisha kufuata sheria za nchi mbalimbali. Zaidi ya hayo, tunapaswa kuelewa kuwa source code inaweza kutumika tu ndani ya jamii ya Pi Network. Mara tu mradi utakapofunguliwa kwa dunia nzima, utahitaji kuidhinishwa na taasisi za udhibiti za nje. Kwa hiyo, njia yetu ya sasa ni kutumia soko la kubadilishana kusaidia watu binafsi, mashirika na wadhibiti wa kimataifa kuikubali Pi na thamani ya GCV ili tuweze kufikia Open Mainnet kwa kutekeleza GCV ya $314,159. Tafakari hili, kama magari ya kifahari kama Porsche na Lamborghini yangekuwa yanauzwa kwa bei sawa na magari ya kawaida kama Honda au Toyota, je, tusingefurahi? Hili ni tukio kubwa kwa wale wetu wanaotamania NASA. Kama nilivyosema awali, utajiri mkubwa unaweza tu kumfaa mtu mwema anayeweza kuushughulikia. Ni mtu aliyebarikiwa. Huu ndio wakati wa kuona nani amebarikiwa na nani bado. Wale wanaouza Pi yao kwa bei ya chini wanatoa hazina yao kwa bei ya bure karibu. Je, tunapaswa kulalamika kuhusu hili? Hapana kabisa. Tunapaswa kuwashukuru kwa kujitolea utajiri wa familia yao ili kutoa fursa kwa wengine kujikusanyia utajiri. Kumbuka, hatununui Pi ili kupandisha bei. Tunanunua ili Pi imilikiwe na watu bilioni 4. Kazi yetu ni kuanzisha mnada wa domain names duniani kote na kutoa fursa kwa kila mmoja. Katika jamii yetu, pioneers wengi wamekuwa wakilalamikia ukosefu wa KYC na uhamishaji wa Pi. Lakini hakuna haja ya kulalamika. Unaweza kununua Pi sasa hivi. Kwa $10 tu unaweza kununua Pi 10. Je, si habari nzuri hiyo? Kwa hizo Pi 10, unaweza kushiriki katika mnada wa jina la tovuti. Ikiwa unakusudia kutumia Pi kununua nyumba au gari, huenda ukahitaji kununua Pi 20 au zaidi. Huu ni wakati wa kupata utajiri. Vinginevyo, baada ya kufikia Open Mainnet, pioneers milioni 50 wanaweza kuingiwa na hofu kwa sababu hawatakuwa na Pi mikononi mwao. Huenda wakalazimika kusubiri kwa miezi 6 au zaidi hadi Pi yao ihamishwe. Kwa wale walioweka Pi yao kwa muda wa miaka 3, msijutie uamuzi wenu. Sasa mna nafasi ya kununua Pi 10, 100 au hata 1000 kadri mnavyotaka. Pioneers wengi hawajaona picha kubwa na kwa sababu hiyo wanavunjika moyo. Kile tunachokifanya sasa ni kuweka msingi wa Pi kufikia ngazi inayofuata kama sarafu ya dunia. Zamani tuliogelea kwenye bustani yetu ndogo, lakini sasa tunahitaji kuogelea baharini. Pia, pioneers kutoka nchi zilizowekewa vikwazo wanaweza kununua Pi 10 kwa $10 tu sasa, hivyo kuwapa nafasi ya haki ya kupata utajiri. Pi inahitaji mifumo ya ekolojia, ecosystems na watumiaji wengi zaidi kabla hatujafikia Open Mainnet. La sivyo, baada ya kufikia Open Mainnet, kiwango cha uchimbaji kinaweza kushuka hadi kufikia 0.1% kwa mwaka. Kwa kiwango hicho cha chini, watu watawezaje kumudu kununua nyumba au magari? Tunapaswa kuwapa watu fursa za uchumi. Zaidi ya hayo, kila mfumo wa kiuchumi unahitaji wateja. Kuwa na wateja milioni 11 pekee ambao wengi wao wamefungiwa haitoshi kwa dunia nzima. Kwa kuzingatia haya, tunaweza kuona Pi Core Team ina mpango mkubwa na timu ya GCV imo kwenye njia sahihi. Katika kipindi cha miezi 3 ijayo kuelekea tarehe 28 Juni, kiasi kikubwa cha sarafu ya Pi kitafunguliwa kutoka kwenye kufungiwa. Hii itasababisha kuwepo kwa kiasi kikubwa cha Pi kwa bei ya chini. Tunapaswa kutumia fursa hii kuifanya Pi Network kuwa chapa maarufu duniani na kulenga kufikia angalau watu bilioni 1 kujiunga nasi. Tunafanya kazi kwa ajili ya Open Mainnet. Kwa sasa, kiasi cha sarafu kilichopo sokoni ni kidogo, huku watumiaji wanaotaka ni wengi. Kwa hiyo, kuna uwezekano mkubwa kwamba Pi ya bei ya chini itaisha kabla ya tarehe 28 Juni. Baada ya hapo, ni GCV pekee itakayokuwa inapatikana sokoni kwa ajili ya mauzo. Hali hiyo itatufanya tuweze kutekeleza kwa mafanikio msimbo wa $314,159. Wengine wanaweza kujiuliza kwa nini hatuna programu tumishi, yani dApps 100 kwa sasa. Ni muhimu kuelewa kuwa kabla ya mfumo wa kiuchumi kuweza kukubali malipo kamili kwa kutumia Pi, bei ya Pi inapaswa kuwa thabiti ili kulinda maslahi ya wafanyabiashara na makampuni. Hatupaswi kutarajia kuwa dApps ndio watakaorekebisha bei. Ni pioneers wanaweza kusaidia kuleta uthabiti wa bei kabla mfumo haujaanza kikamilifu.
Biashara nyingi zinahofia hasara na bei isiyo thabiti ya Pi ni hatari kubwa kwao. Hivyo basi, ili kuzindua dApps 100, ni lazima tuwe na bei thabiti kwenye soko la kubadilishana. Tafadhali msinielewe vibaya ninapowataka pioneers kununua Pi kwenye soko la kubadilishana. Ninapendekeza kutoa fursa zaidi kwa pioneers na watumiaji wa nje kununua Pi. Tunahitaji kukuza msingi wetu wa watumiaji. Kama baadhi wanaweza kuwekeza fedha zaidi, hilo ni jambo jema. Lakini napendekeza msinunue kwa wingi, kwani tunapaswa kuacha nafasi kwa watumiaji wa nje. Kumbukeni kuwa tayari tumeweza kutekeleza msimbo wa $314,159. Tayari tumeanzisha GCV ndani ya jamii ya Pi Network. Sasa ni wakati wa kuuteka ulimwengu kwa kutumia GCV. Pi Core Team imeshahamisha jumla ya Pi bilioni 6.79 na imefungia Pi bilioni 5.09 na kubakiza tu Pi bilioni 1.69 ambazo zinapatikana. Tukilenga kuhudumia watu bilioni 4, kila mmoja ataweza kununua Pi nusu tu. Tukilenga watu bilioni 1, kila mmoja ataweza kupata Pi 1.6. Kwa uhalisia, pioneers wengi hawajaweka sarafu yao sokoni kwa ajili ya kuuza. Inaonekana soko la kubadilishana lina Pi milioni 200 hadi 300 tu, ikimaanisha kuwa kama watu bilioni 1 wanataka kununua, kila mmoja atapata kati ya Pi 2 hadi 3 pekee. Sijaona taarifa mpya ya migration kwenye tovuti ya Explore Pi, jambo linaloonyesha kuwa hakuna ongezeko kubwa la usambazaji wa Pi. Zaidi ya hayo, baadhi ya pioneers tayari wamenunua Pi 10,000 au 100,000 na hivyo kuchangia upungufu wake. Kumbuka, kazi yetu si kununua Pi kwa ajili yetu wenyewe. Tayari tumeshaifanya hiyo. Kazi yetu ni kutangaza jina la mtandao wa Pi kwa lengo la kuvutia makampuni, wawekezaji na watu binafsi wanaotaka kushiriki kwenye mnada huo na kuwafundisha jinsi ya kununua Pi. Mara tu sarafu ya bei ya chini itakapokwisha na tutakapokuwa na mamilioni ya wafanyabiashara waliothibitishwa KYB kwenye blockchain na tovuti zao za Web3 pamoja na majina yao ya mtandao, basi tunaweza kuanza rasmi kutumia GCV. Msimbo unaweza kutekelezwa. Katika kipindi cha juu cha miezi 3, tunahitaji mabalozi wote wa GCV na pioneers kufanya kazi kwa bidii kufanikisha lengo hili, kuitangaza sarafu ya Pi na blockchain ya Pi. Kwa wale wanaoendelea kuunga mkono biashara za kubadilishana bidhaa kwa kutumia GCV, tafadhali tumieni bidhaa ndogondogo kama sehemu ya malipo ya Pi. Ni muhimu kuendelea kujisajili katika Map of Pi na programu ya KYB. Sipendekezi kutumia Pi kwa kununua bidhaa kubwa, hasa kwa malipo kamili ya Pi, ili kuepuka hatari za kibiashara na kodi kubwa. Baadhi ya pioneers huuliza kwa nini Pi Core Team hairuhusu uhamishaji zaidi wa Pi. Jibu langu ni kwamba tunapaswa kudhibiti usambazaji wa Pi ili usiwe mkubwa kupita kiasi. Tunataka watu waweze kununua Pi kupitia soko la kubadilishana, kwa sababu tunahitaji wateja zaidi. Hata hivyo, Pi Core Team inataka kuvutia watumiaji kutoka upande wa mahitaji, si upande wa usambazaji. Kuruhusu uhamishaji mwingi kutasababisha ongezeko la usambazaji. Tunapowezesha ununuzi kupitia soko la kubadilishana, basi mahitaji huongezeka. Ni pale tu ambapo mahitaji yatakapozidi usambazaji ndipo tutaweza kununua Pi wa bei ya chini na kuamua bei yake katika soko hilo kwa kutumia thamani ya GCV. Natumaini nimejibu maswali ya pioneers wote. Mwishoni, tafadhali tulia. Badala ya kungoja tu taarifa mpya kuhusu Pi, baki ukiwa na mshikamano na tafuta shughuli ya kufanya. Tunapopata kipato kwa juhudi zetu, hatutahisi kukata tamaa kuhusu Pi. Pi hakika itafanikiwa kupitia GCV, lakini tunahitaji muda na ni lazima tuzingatie masoko kabla ya kuiwasilisha duniani. Tunahitaji pioneers wengi zaidi ambao wako tayari kushikilia Pi yao ili kufurahia manufaa yake. Juhudi zetu za pamoja ni muhimu kufanikisha hili. Kumbuka kuwa Pi Core Team wala mimi hatujawahi kuahidi lolote, kwa sababu mafanikio ya Pi yanategemea juhudi za pioneers wote. Naweza kusema tu kuwa nina uhakika wa 10,000% kuhusu Pi Network kwa sababu tayari tuna wapambanaji wengi wa GCV. Lakini bado tunahitaji pioneers zaidi kushirikiana. Kuna taarifa potofu zinazowafanya pioneers wakae tu wakisubiri habari njema. Kumbuka, taarifa hizo hazitoki kwa Pi Core Team, bali ni watu binafsi wanaotafuta wafuasi. Mimi huwasilisha uchambuzi wangu binafsi tu, lakini mimi si sehemu ya Pi Core Team. Haya ni maoni yangu tu. Kama umeelewa na unajisikia mtulivu na mwenye kujiamini baada ya haya niliyosema, nakupa pongezi. Hata hivyo, kama hujaelewa au kuthamini maelezo yangu, tafadhali jiepushe na matusi, kwani kufanya hivyo kunaweza kukuletea bahati mbaya. Mimi ni pioneer tu kama wewe.
Hata Pi-Core team hufanya kila jambo kwa umakini na wakati mwingine hulazimika kubadilisha mikakati. Sababu ya mabadiliko hayo ni kwamba pioneers wengi wanashindwa kuelewa Pi-Core team na wanakosa ushirikiano, jambo ambalo limesababisha kuchelewa kwa maendeleo yetu. Mimi pia nabadilisha mkakati wangu kulingana na mipango ya Pi-Core team. Lengo langu ni kuondoa mashaka kwa pioneers na kujenga hali ya kujiamini. Lakini hili linategemea uwepo wa ukweli, bidii na ushirikiano wa pioneers wengi zaidi. Umoja ni muhimu kwa mafanikio yetu. Ili kufikia umoja, lazima tuelewe taratibu kwa usahihi sawa. Dhamira yetu sasa ni kuifanya Pi Network ivamie dunia kwa nguvu.